Oh yes, hivi ndivyo ambavyo wanasayansi wametusaidia kuthibitisha uwepo wa Mungu kupitia maelezo yao yanayohusu fine tuning of the universe na teleology. Tutafafanua maneno hayo. Moja ya hoja ambazo huwa zinatumika kuelezea uwepo wa Mungu ama intelligent designer, kama ambavyo wanasayansi wanapenda kutumia jina hilo badala ya Mungu, intelligent designer, ni hoja ya fine tuning of the universe na teleology. Wanasayansi wenyewe hutufundisha kwamba ulimwengu hauwezi kujipanga, na si kujipanga tu, na hata kujisimamia kwa usahihi huu mkubwa bila kuwepo na akili ya hali ya juu iliyoweka mfumo huu. Kabla tujaendelea mbele, na kukumbusha kwamba hakikisha umepiga hiyo namba ya simu ambayo unaiona hapo. Sisi tunakufundisha kozi 15 ambazo huwa zinafundishwa kwenye vyuo vya Biblia, kozi muhimu kabisa za kibiblia za kukufanya wewe uifahamu Biblia vizuri, ukue kiroho, na kama wewe ni mtumishi wa Mungu uweze kutumika vizuri kwenye kazi ya Mungu. Yes, tunajua kwamba watu wengi wanatamani kwenda vyuo vya Biblia lakini hawana nafasi, na pengine wana nafasi lakini hawana fedha. Sisi tutakufundisha kozi muhimu kabisa kama 15 ambazo zitakufanya ubadilike kabisa kwenye kutembea kwako na Mungu, uifahamu Biblia vizuri, kuitafsiri kwa usahihi, na kama wewe ni mtumishi wa Mungu, mchungaji ama ni mhubiri, zitakusaidia kabisa kwenye safari yako ya kumtumikia Mungu. Kumbuka ni kozi ambazo tunatamani ziishe ndani ya miezi 6 pekee, na utakuwa ukilipa 30 tu kwa kila mwezi. Hakikisha unatupigia, tutakupa maelezo yote, na pengine una maswali yote tutayajibu wakati ambapo tutawasiliana kupitia hiyo namba. Tutakutumia kozi zote 15 uzione. Alright, hii hapa ni kipengele tu ambacho kinasomwa kwenye topic inaitwa apologetics and Christian ethics. Of course tunafundisha kwa Kiswahili, usisikie maneno haya ambayo tunayatamka ukafikiri tunafundisha kwa Kiingereza. Alright, tulikuwa wapi hapa? Tulikuwa maana ya fine tuning. Yes, ukisikia fine tuning of the universe, maana yake ni kwamba vigezo vya msingi, yani fundamental constants, na sheria za asili, yani laws of nature, vimewekwa kwa usahihi wa ajabu sana, kiasi ambacho kama kungekuwa na mabadiliko kidogo sana, basi yangesababisha kutokuwepo kabisa kwa maisha, yani life. Kwa mfano, kiwango cha gravitational force cha dunia yetu, hii gravity ya dunia, kani ya uvutano, kama ingepungua nguvu kidogo ama kuongezeka nguvu kidogo, basi kusingekuwa na maisha. Ama spidi ya mwanga ingebadilika kidogo, kusingekuwa na maisha kabisa. Au mfano mzuri ambao tunaweza tukakupa ni wa fine tuning, ni mashine yenye kodi ngumu kama vile simu yako. Labda ikiwa kifaa kimoja peke yake kwenye hiyo simu yako kitabadilishwa kidogo, mashine nzima haitafanya kazi tena. Kutokana na mpangilio huu, wanasayansi wanatuthibitishia kwamba ulimwengu sio jambo la kubahatisha, just a chance, bali linaonesha mpangilio wa akili kubwa iliyo nje ya ulimwengu yenye uwezo wa kupanga. Wanasayansi wengi wamehesabu uwezekano wa ulimwengu kwamba ulijitengeneza wenyewe kwa bahati tu, just by random chance, lakini wao wenyewe wanatupa majawabu kwamba uwezekano huo ni mdogo sana. Na tena kuna mfano mzuri sana ambao huwa wanatupa. Mfano huo wanasema ni kwamba ni kama vile nyasi nyingi sana zijazwe juu ya uso wote wa dunia, na pengine kusiwe na bahari, dunia nzima iwe ni kavu, alafu ijazwe nyasi nyingi, alafu sindano hii ya kushona nguo iwekwe mahali fulani, ifichwe mahali fulani chini ya hizo nyasi, alafu uambiwe zunguka dunia nzima utafute hiyo sindano uipate. Sasa uwezekano au chance ya kupata sindano hiyo tunajua haiwezekani kupata. Kwa maneno rahisi sana ni kwamba wanasayansi wanatuambia kwamba haiwezekani kabisa ulimwengu ujipange kisawasawa, kikamilifu kama ambavyo umejipanga, eti kwamba ulijipanga wenyewe. Haiwezekani. Kama ambavyo wanatuambia haiwezekani kupata hiyo sindano ukitafuta dunia nzima, pia haiwezekani kwamba ulimwengu ulijipanga wenyewe, galaxy zilivyo, dunia yenyewe tu hapa duniani palivyojipanga kuruhusu maisha, ni kitu ambacho wanatuambia kwamba hakiwezekani. Kwa hiyo wanahitimisha kutuambia kwamba kuna akili iliyo nje ya
ulimwengu ambayo imeweza kupanga ulimwengu kikamilifu kama ulivyo, na kwamba haujatokea wenyewe kibahati bahati tu, bali kuna mpangaji ambaye wanamuita intelligent designer. Okay? Lakini kuhusiana na hilo neno teleology ambalo umesikia tukilitamka hapo, hili neno teleology linamaanisha kusudi, purpose, na pia linamaanisha lengo, goal. Ya ulimwengu unaonekana si tu kwamba umewekwa kwa usahihi, lakini pia unaonesha kwamba kuna kusudi la usahihi huo. Daima huwa wanasayansi husisitiza kwamba kila kitu kipo, yani kila kitu ambacho unakiona kipo kwa sababu maalum. Kamwe science haikubali kwamba kuna kitu chochote ambacho kipo bila sababu. Yani kila kitu unachokiona, iwe konokono, iwe sisimizi, iwe kipande cha, kila kitu ambacho unakiona kina kusudi. Science inaamini hivyo. Hata sisi ambao ni Wakristo waamini tunaamini kwamba hakuna chochote kile ambacho hakina sababu, ambacho Mungu alikiumba tu kisiwe na sababu. Kina sababu, kina kusudi maalum. Ni wewe na mimi tu pengine tunaweza tusijue sababu gani kuna hiki kitu, kwa nini kuna mamba wana kazi gani, lakini kila kitu kina kusudi mradi tu kimekuwepo. Sasa na wanasayansi wanaamini hivyo. Kwa hiyo basi wanasayansi waamini kwamba kujipanga huku kikamilifu kwa ulimwengu namna hii kuna sababu. Tena kuna sababu kubwa sana na maalum, lakini shida ni kwamba hawajui hasa sababu hiyo ni nini, na sisi tunajua kwamba sababu hiyo inatuelekeza kwa Mungu. Kwa mfano, umbali wa dunia ilipo kutoka kwenye jua unaonesha tu kwamba ni mpangilio wenye makusudi. Dunia iko umbali sahihi kutoka kwenye jua, iko eneo ambalo ni habitable zone, ina hewa, mahali ambapo panaweza kuwepo na oxygen, maji, mazingira yanayowezesha kuwepo kwa maisha. Alright, wanasayansi huamini kwamba yote hii inaonesha kwamba yuko intelligent designer aliyeweka haya mambo kwa makusudi maalumu. Kwa ufupi tuseme hivi, hoja ya fine tuning pamoja na teleology zinaleta hitimisho kwamba haiwezekani ulimwengu ujipange kwa usahihi huu mkubwa wenyewe, na tena ujipange kwa usahihi huu mkubwa bila kuwepo kwa mpangaji mwenye kusudi maalum. Hii inaashiria kwamba nyuma ya ulimwengu huu kuna intelligent designer mwenye hekima na nguvu kuu, na ni imani yetu sisi wa Kristo huyo anayemuita intelligent designer ni Mungu Jehova Yahweh, muumba wa mbingu na nchi.